wazazi wapenzi, jambo wanafunzi wapenzi. Karibu kwenye kipindi cha mafunzo kusoma na kuandika kuhusu maisha. Kusoma na kuandika kuhusu maisha ni kipindi kinacholetwa kwenu na Wizara wa Elimu la Msingi, Sekondari na Ufundi ukishirikiana na mradi Acceler 1 chini ya usaidizi wa mashirika USAID na UKAID. Wazazi wapenzi, musaidie watoto wenu wasikose kipindi hiki. Muwasaidie wasijivuruge wakati wanajifunza tokea redio. Wanafunzi wapenzi, ni wakati wa kipindi chetu kusoma na kuandika kuhusu maisha. Somo la 7, kipindi kusoma na kuandika. Darasa la kwanza na la pili la msingi. Mama mwalimu, tutajifunza nini leo? Abedi, leo tutafuata hadithi. Kisha tutatunga misemwa na maneno mapya. Na kwa mwisho tutajibu kwa maswali kuhusu hadithi tuliyosikia. Nimemaliza kufanya kazi nyumbani. Kipindi kusoma na kuandika hakianza. Mama mwalimu naye hapendi tuende nje sababu ya ugonjwa wa korona. Sasa nifanye nini? Safi. Nini? Hakuna kitu mzee rafiki. Wanafunzi wapenzi, mnawaza ni sababu gani Safi anasikitika? Wanafunzi wapenzi, Safi anasikitika sababu anazidiwa. Anazidiwa sababu ya woga ya korona. Pia sababu haoni marafiki wake wa shule. Kuzidiwa ni kupitiwa na mchoko ya kufanya kitu moja kila siku. Wanafunzi wapenzi, kuzidiwa ni kusema nini? Kuzidiwa ni kupitiwa na mchoko ya kufanya kitu moja kila siku. Wanafunzi wapenzi, mujitayarishe. Mutafanya na sisi zoezi la wazo nzuri. Wanafunzi wapenzi, kila mmoja afunge macho. Sasa kumbuka, waza tukio moja ya furaha katika maisha yako. Uko wapi? Fasi upo, unakuwa na nani? Fasi kwenye uko, nini unapenda pahali pale? Cheka kidogo. Wow! Nimewaza mawazo mazuri. Nimewaza siku tulienda matembezi na wazazi. Mimi niliwaza siku mama aliniuzia vazi na viatu vipya. Wanafunzi wapenzi, sasa kila moja aseme mawazo gani mazuri aliwaza.
Hii zoezi imetusaidia. Sasa wanafunzi wapenzi, simameni na imbeni pamoja na Safi na Abedi wimbo Kipaumbele cha Vipaumbele. Kusoma na kuandika. Kipaumbele cha vipaumbele. Kusoma na kuandika. Kipaumbele cha vipaumbele. Hata kizuio cha ugonjwa. Tutajifunza kusoma na kuandika. Hata tunabaki nyumbani. Tutajifunza kusoma na kuandika. Hata virusi ya kila aina itapita, tutarudi shuleni. Kusoma na kuandika. Kipaumbele cha vipaumbele. Kusoma na kuandika. Kipaumbele cha vipaumbele. Wanafunzi, munaimba vizuri. Tupige mikono. Tunaimba vizuri, tunaimba vizuri. Mzee Rafiki, utuhadisie tena hadisi. Hakuna shida. Ninayajua ya mingi. Kama desturi, mbele ya kuwahadisia hadisi, nitawauliza maulizo. Ndiyo mzee Rafiki. Wanafunzi wapenzi, na nyinyi pia mufate vizuri maulizo ya mzee Rafiki na majibu ya Abedi na Safi. Fateni vizuri. Taja aina ya nyumba na vitu vyote unaona katika kijiji chako. Narudilia, taja aina ya nyumba na vitu vyote unaona katika kijiji chako. Mimi kijijini kwetu naona mitoni, milima, miti, migomba. Mimi naona nyumba, kanisa, shule. Aksanti. Wanafunzi wapenzi, aina gani ya nyumba munaona katika kijiji chenu? Mimi naona nyumba ya gorofa, ya nyasi, banda. Kazi gani watu wanafanya katika kijiji chenu? Sisi katika kijiji chetu watu wanaloa samaki, wengine wanauzisha sokoni. Wengine wanalima shamba na wengine wanajenga nyumba. Aksanti. Kufuatana na maulizo hii, munawaza hadisi yetu ya leo itazungumuzia kuhusu nini? Nawaza hadisi ya leo itazungumzia kuhusu mitoni. Mimi nawaza hadisi yetu ya leo itazungumzia kuhusu mavazi. Hapana. Hadisi yetu ya leo itazungumuza kuhusu makao yetu. Wanafunzi wapenzi, fuateni vizuri hadisi makao yetu. Hadisi njoo. Njoo hadisi. Makao yetu. Makao yetu ina nyumba ya kila aina. Kuna nyumba ya gorofa, banda na msonge. Gorofa ina nyumba juu na chini. Inajengwa na matofali na manjanja.
Gorofa hii ina ofisi ya serikali. Banda inajengwa na udongo na inafunikwa na manjanja. Msonge unajengwa na nyasi mtupu. Kijiji hiki kina nyumba za aina mingi kweli. Sasa wanafunzi wapenzi, katika kijiji hiki munawaza watu wanafanya kazi gani? Mzee Rafiki, eleza. Kando kando ya makao yetu, wamama wanafanya kazi mbalimbali za nyumba. Watoto wameenda shuleni. Wababa na wamama wengine wameenda kazini. Mchana hakuna watu wengi. Magharibi watu wanarudi nyumbani. Tafadhali mzee Rafiki, niulize ulizo. Vitu gani vingine viko katika kijiji hiki? Tuulize wanafunzi nyumbani. Wanafunzi wapenzi, vitu gani vingine viko katika kijiji hiki? Mzee Rafiki, endelea. Watu wanafanya ufugo wa nyama. Wazazi wetu wanafuga nyama za kila aina. Kiwanjani kuna kuku, mbuzi na kondoo. Watu wanalala ndani ya nyumba kuu. Nyama zinalala ndani ya msonge. Ni hadithi nzuri sana. Tafadhali mzee Rafiki, utuhadisie mara ingine. Makao yetu ina nyumba ya kila aina. Kuna nyumba ya gorofa, banda na msonge. Gorofa ina nyumba juu na chini. Inajengwa na matofali na manjanja. Gorofa hii ina ofisi ya serikali. Banda imejengwa na udongo na inafunikwa na manjanja. Msonge unajengwa na nyasi mtupu. Kando kando ya makao yetu, wamama wanafanya kazi mbele ya nyumba. Watoto wameenda shuleni. Wababa na wamama wengine wameenda kazini. Mchana hakuna watu wengi. Magharibi watu wanarudi nyumbani. Watu wanafanya ufugo wa nyama. Wazazi wetu wanafuga nyama za kila aina. Kiwanjani kuna kuku, mbuzi na kondoo. Watu wanalala ndani ya nyumba kuu. Nyama zinalala ndani ya msongi yao. Aksanti mzee Rafiki. Sasa tutatafuta maneno magumu ndani ya usomi wetu. Maneno magumu ni maneno yenye amujui maana yake. Wanafunzi wapenzi, ndani ya hadithi yetu ya leo, mulisikia maneno magumu gani? Mimi nilisikia msemwa kuna nyumba ya gorofa, lakini sijui maana ya neno gorofa. Wanafunzi, neno gorofa ni kusema nini? Gorofa ni nyumba yenye kujengwa moja juu ya ingine.
Abedi na Safi, munaweza kuleta msemwa unamo neno gorofa? Nyumba ya gorofa ni kubwa sana. Masomo yetu ni gorofa ndefu. Wanafunzi wapenzi, kila mmoja alete msemwa unamo neno gorofa. Wanafunzi wapenzi, ni maneno magumu gani mengine mulisikia? Mimi nilisikia msemwa watu wanafanya ufugo wa nyama, lakini sijui maana ya neno ufugo. Wanafunzi, neno ufugo ni kusema nini? Ufugo ni kuchunga, kulisha na kukomalisha nyama nyumbani. Abedi na Safi, munaweza kuleta msemwa unamo neno ufugo? Baba anafanya ufugo wa kuku. Siku nitakomaa, nitafanya ufugo wa ng'ombe. Wanafunzi wapenzi, kila mmoja alete msemwa munamo neno ufugo. Wanafunzi wapenzi, mumetaja maneno mapya na mumetunga misemwa na maneno magumu. Ni vizuri sana. Jambo Safi. Jambo Abedi. Mzee Rafiki, nimefurahi sana na hadisi. Lakini nasikia kichwa changu uzito na nina maumivu kidogo. Mzee Rafiki, Abedi anaumizwa na kichwa. Si ni ugonjwa wa korona ule? Ninaogopa. Hapana Safi, si ugonjwa wa korona. Korona ina alama zake. Twende kwa mama mwalimu, yeye anajua vitu vingi sana. Atawaambia alama za ugonjwa wa korona. Ndiyo mzee Rafiki, twende. Wanafunzi wapenzi, na nyinyi pia munawaza kama Abedi anagonjwa ugonjwa wa korona? Sababu gani? Mama mwalimu, Abedi anasikia kichwa na ana maumivu kidogo ya kichwa. Safi na wanafunzi wanawaza kama ni ugonjwa wa korona. Pole sana mtoto wangu Abedi, lakini usiogope, si ugonjwa wa korona. Abedi ana hata alama moja ya korona. Sasa alama ya korona ni gani? Wanafunzi wapenzi, nani anajua alama za korona? Safi, Abedi na wanafunzi, mufuate mama mwalimu vizuri. Alama za korona ni kukohoa, homa na ugumu wa kupumua. Kumbe ugonjwa wa korona una alama zingine? Ndiyo. Kwa kuwafundisha alama hizi, nitawafundisha wimbo alama za korona. Hata nina maumivu ya kichwa, nitaimba. Wanafunzi wapenzi, mufuate kwanza wimbo
alama za korona. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Ngambo moja korona, ngambo ingine Ebola. Ngambo moja korona, ngambo ingine Ebola. Toto mpenzi, ukisikia homa, makamasi, kohozi, kutapika, kuwara na mchoko wa sana. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Ngambo moja korona, ngambo ingine Ebola. Ngambo moja korona, ngambo ingine Ebola. Ewe mtu mkubwa, ukisikia kohozi, kikohozi kauka, ugumu kukohoa, kutetemeka na maumivu ya mwili. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Ngambo moja korona, ngambo ingine Ebola. Ngambo moja korona, ngambo ingine Ebola. Ewe mtu mkubwa, ukisikia maumivu ya koo, maumivu ya kichwa, upotevu wa onjo, maumivu ya tumbo. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Ngambo moja korona, ngambo ingine Ebola. Ngambo moja korona, ngambo ingine Ebola. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Wanafunzi wapenzi, muimbe sasa pamoja na sisi. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Ngambo moja korona, ngambo ingine Ebola. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Toto mpenzi, ukisikia homa, makamasi, kohozi, kutapika, kuwara na mchoko wa sana. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Ngambo moja korona, ngambo ingine Ebola. Ewe mtu mkubwa, ukisikia kohozi, kikohozi kauka, ugumu kukohoa, kutetemeka na maumivu ya mwili. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Ngambo moja korona, ngambo ingine Ebola. Ewe mtu mkubwa, ukisikia maumivu ya koo, maumivu ya kichwa, upotevu wa onjo, maumivu ya tumbo. Wanafunzi wapenzi, muimbe sasa pamoja na Safi na Abedi. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Ngambo moja korona, ngambo ingine Ebola. Ngambo moja korona, ngambo ingine Ebola. Toto mpenzi, ukisikia homa, makamasi, kohozi, kutapika, kuwara na mchoko wa sana. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Ngambo moja korona, ngambo ingine Ebola. Ngambo moja korona, ngambo ingine Ebola. Ewe mtu mkubwa, ukisikia kohozi, kikohozi kauka, ugumu kukohoa, kutetemeka na maumivu ya mwili. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Ngambo moja korona, ngambo ingine Ebola. Ngambo moja korona, ngambo ingine Ebola. Ewe mtu mkubwa, ukisikia maumivu ya koo, maumivu ya kichwa, upotevu wa onjo, maumivu ya tumbo. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Ngambo moja korona, ngambo ingine Ebola. Ngambo moja korona, ngambo ingine Ebola. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Aksanti wanafunzi, mumeimba vizuri. Tupige mikono. Tunajua kuimba, tunajua kuimba. Wanafunzi wapenzi, sasa mutajibu kwa maulizo kufuatana na hadithi yetu. Mbele ya yote, fuateni vema hadithi makao yetu. Makao yetu. Makao yetu ina nyumba ya kila aina. Kuna nyumba ya gorofa, banda na msonge.
Ghorofa ina nyumba juu na chini. Inajengwa na matofali na manjanja. Ghorofa hii ina ofisi ya serikali. Banda imejengwa na udongo na inafunikwa na manjanja. Msonge unajengwa na nyasi mtupu. Kando kando ya makao yetu, wamama wanafanya kazi mbele ya nyumba. Watoto wameenda shuleni. Wababa na wamama wengine wameenda kazini. Mchana hakuna watu wengi. Magharibi watu wanarudi nyumbani. Watu wanafanya ufugo wa nyama. Wazazi wetu wanafuga nyama za kila aina. Kiwanjani kuna kuku, mbuzi na kondoo. Watu wanalala ndani ya nyumba kuu. Nyama zinalala ndani ya msongi yao. Jibu sasa kwa maulizo. Taja kila aina ya nyumba mzee Rafiki ametaja katika hadithi ya leo. Narudilia. Taja kila aina ya nyumba mzee Rafiki ametaja katika hadithi ya leo. Kuna nyumba ya ghorofa, banda na msonge. Sikilizeni tena. Ghorofa ni nyumba ya namna gani? Narudilia. Ghorofa ni nyumba ya namna gani? Ghorofa ni majengo inayo nyumba juu na chini. Sikilizeni. Wanani wanafanya kazi mbele ya nyumba? Narudilia. Wanani wanafanya kazi mbele ya nyumba? Wamama wanafanya kazi mbele ya nyumba. Sikilizeni tena. Watu wanarudi nyumbani saa gani? Narudilia. Watu wanarudi nyumbani saa gani? Watu wanarudi nyumbani magharibi. Sikilizeni. Wanyama wanalala wapi? Narudilia. Wanyama wanalala wapi? Nyama zinalala ndani ya musonge. Wanafunzi wapenzi, na nyinyi mkitaka kujenga nyumba katika uwanja ya jamaa yenu, mutajenga namna gani? Sababu gani? Aksanti sana wanafunzi. Munajua kujibu kwa maulizo. Tupige mikono. Tunajua kujibu. Tunajua kujibu. Sasa tufanye mchezo wa kupiga mikono. Tutasema maana ya neno. Kama ni sawa, pigeni mikono. Kama si sawa, mutingize kichwa. Sikilizeni kwanza gisi mama mwalimu na Safi wanacheza. Ghorofa ni majengo, nyumba juu na chini. Ni sawa. Nimepika mikono sababu ghorofa ni majengo ya nyumba ya juu na chini.
Wanafunzi wapenzi, sasa na nyinyi mucheze pamoja na Abedi na Safi. Abedi na Safi watasema maana ya neno. Kama ni sawa, mupige mikono hivi. Kama si sawa, mutingize kichwa. Sikilizeni vizuri. Musonge ni nyumba inajengwa na nyasi mtupu. Narudilia. Musonge ni nyumba inajengwa na nyasi mtupu. Nimepiga mikono. Msemwa ni sawa. Sikilizeni tena. Banda ni nyumba inayojengwa na matofali na imefinikwa na majani. Narudilia. Banda ni nyumba inayojengwa na matofali na imefinikwa na majani. Mimi nimepiga mikono. Msemwa ni sawa. Sikilizeni tena. Ufugo ni kupanda miti katika kijiji. Narudilia. Ufugo ni kupanda miti katika kijiji. Mimi natingiza kichwa. Msemo huu si sawa. Ufugo ni kuchunga, kulisha na kukomalisha nyama nyumbani. Aksanti wanafunzi, munacheza vizuri sana. Munajua kucheza. Tupige mikono. Tunajua kucheza. Tunajua kucheza. Wanafunzi, mulipenda nini katika hadithi makao yetu? Mimi nilipenda jinsi makao yetu ina kila aina ya nyumba. Na mimi nilipenda jinsi watu wanafanya kazi. Wanafunzi, kisha kipindi chetu, kila mmoja achape ndani ya buku yake nyumba inayopatikana pembeni ya nyumba yao ya jamaa. Kama unajua kuandika, uandike jina ya yoyote umechapa chini ya chapo ile. Wazazi wapenzi, wakati masomo inafungwa sawa wakati huu, inaweza kuwa chanzo kusudi watu wa roho mbaya waweze kuharibisha watoto wetu wanawake. Basi tuchunguze vizuri watoto wetu na watu wa mazingira yao. Ukiwa na ulizo kuhusu kipindi hiki, piga simu kunako namba ifuatayo: 082080009 082080009. Mnatoka kufata kusoma na kuandika kuhusu maisha. Kipindi kinacholetwa kwenu na Wizara wa Elimu la Msingi, Sekondari na Ufundi ukishirikiana na mradi Acceler 1 chini ya usaidizi wa mashirika USAID na UKAID.
Aksanti kwa usikilivu wenu. Aksanti. Kwaheri kwa wote.